qul alhamdulillah salamun ala ibadihi alladhina istafa subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kitu ambacho tuna judge, yani Waislamu wa kawaida, Waislamu wanyonge wa kawaida, sio vibaya kumjudge Allah subhanahu, kumuuliza Allah subhanahu, kama masahaba walipomuuliza Mtume Muhammad, hal nara rabbana, je tutamuona Allah subhanahu. Hii ni judgment, yani kutaka kujua. Kwa hiyo kutaka kujua, mnafahamu vitu ambavyo vinatuzunguka katika jamii, mfano uchawi, mfano haji. Kwa hiyo ni haji, leo watu wanaokwenda haji matatu, je wale wanaokwenda haji wamejichora matatu, ni matukio ya bahati mbaya au ni matukio ya makusudi au ni matukio ambayo yana wapangiliaji ambao wanapanga? Kwa hiyo mezani tutaweka mada hizo, mada mbili. Moja, as-sihr, shirkun billah, uchawi. Mbili, haji, tuzungumza haji. Topic ya sihr, sihr tutaivunja katika sehemu tatu. Mmefahamu? Tutaivunja sihr kwa maana uchawi, shirkun billah, tutavunja katika sehemu tatu. Moja, historia ya uchawi. Mbili, hukumu ya uchawi. Tatu, almaqasid, almafahim, nini uchawi, uchawi ni kitu gani? Fahamu, umeelewa? Kwa hiyo sijajua unataka kuuliza nini, unataka kuuliza kitu gani? Sasa hivi swala la uchawi au ushirikina, watu wamelifanya kama kawa, kama la kawaida au kama la kawaida. Kawa maana yake, unajua maana kawa? Funiko. Yani maana yake kwamba unafanyika kwa siri, au wamefanya ushirikina. Dini yetu ni dini yenye kujifunika, kujifunika isijulikane kwa nini ushirikina. Maana wana nini, wanaficha, wanafanya ushirikina, wanaficha na dini. Sasa ushirikina au mfano kama mtu anakwenda kumfanyia mtu, kumsomea mtu. Almuhim, sihr ipo hivi. Sihr ni Arabi, Kiswahili ni uchawi. Uchawi ipo hivi, yani shekhe, na sasa hivi bahati mbaya mashehe walikuwa na bahati mbaya, yani sihr, wanaofanya sihr uchawi ni mashekhe ambao wenyewe wanasema uchawi wa vitabu. Sihr, mteja anapokwenda kwa shekhe, shekhe amwambie yule mteja kwamba njia tunayotumia hapa ina mahusiano au ina mawasiliano na mashaitani. Amwambie, yeye atamfichia, atamwambia hii tunaomba dua, tunamuomba Allah subhanahu. Kitu ambacho naelekea ilikuwa kuelewesha kwamba imekuwa Qur'ani kama ficho la sihr. Ndio. Kwa hiyo bwana, mimi nakuja hapa, mwanangu anaumwa, anachokifanya shekhe anamwambia basi tunaomba dua, lakini shekhe amwambie yule mteja kwamba hii dua ni mawasiliano kati ya shekhe na shetani. Sasa hapo hivi, historia ya uchawi, ukisoma history wanasema uchawi, kuna uchawi wa Kiarabu. Waarabu sio watu wa uchawi na hawajui uchawi kwa chochote, yani hawajui zile hesabu ngumu za uchawi, isipokuwa kuna Waarabu wachache ambao walitafsiri uchawi katika vitabu vya Kihindi, wakafanya translate kutoka kwenye vitabu vya Kihindi kuja katika lugha ya Kiarabu. Unaposoma historia ya dunia, uchawi umetokea sehemu tatu. Babylon system, ambao wanaitwa Wakalidayo, wazungu wa kale. Wazungu wa kale ndio wameanzisha nini? Sihr. Mbili, Persian, Wafurs, ambao kwa leo wanaitwa Iran. Awwal sihr, uchawi wa kwanza duniani umetokea Iran. Tatu,
Al-Hundus, India. Uchawi, kuna aina ya uchawi umetokea wapi? India. Kwa kwenye history Waarabu hawajui chochote, na history Mwarabu hajui kusoma wala kuandika. Hiyo ndio history ya dunia. Mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika, Mtume Muhammad alisema nahnu ummatun ummiya, sisi ni umma ambao hatujui kusoma wala kuandika. Nahnu ummatun ummiya la naktub wala nahsib, hatuwezi kufanya hisabu ya aina yoyote wala hatuwezi kufanya kuandika. Kwa hiyo historia ya uchawi duniani imeanzia India, ikaja Iran, Furs, ikaja wapi? Imeanzia wapi? Babel. Mfano kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hivi, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleiman, wakawa wanafuata mafundisho ya nani? Mafundisho ya mashaitani wakimsingizia Suleiman. Allah akasema hivi, wama kafara Suleiman, Suleiman hakukufuru, walakinna ash-shayatina kafar, mashaitani ndio waliokufuru. Lima, kwa nini wamekufuru mashaitani? Kwa sababu yuallimuna an-nasa as-sihra, mnafahamu, wanawafundisha binadamu nini? Uchawi. Swali, historia inatuambia binadamu wa kwanza kufundisha uchawi na shetani walikuwa wawili. Mmoja anaitwa Harut, binadamu wa pili anaitwa Marut. Harut wa Marut, historia za Mayahudi wanasema ni majina ya malaika. Katika sheria ya Uislamu, katika masuala ya diraya na riwaya, upokezi wa dini ya Uislamu, haijathibitika kwamba kuna malaika anaitwa Harut wa Marut, isipokuwa kuna khilaf, kuna nizaun baina al-ulama. Ulama wa history wanasema hivi, huenda mashaitani waliofundisha binadamu uchawi wale wawili, mashaitani wawili, mmoja anaitwa Harut, shaitani wa pili anaitwa Marut. Na wengine wanasema hivi, binadamu wawili waliofundisha uchawi, mmoja anaitwa Harut, mwingine anaitwa Marut. Maana yake nini? Maana yake wama unzila ala almalakain, uchawi haukutelemshwa na malaika wawili. Ma katika wama unzil imekuja kwa maana ya nafyu. Allah subhanahu anakanusha kama alivyokanusha kwa Suleiman, wama kafara Suleiman, Suleiman alifanya nini? Hajakufuru. Ndivyo hivyo wama ay walam yunzilu ala almalakain, uchawi haukutelemshwa na malaika wawili kama Mayahudi wanavyodai. Inakuwaje mashehe Qur'ani kuweka karibu na shirki? Kama kuongea pale kwa mtu anakwenda kumfanyia mtu dua, lakini anamfanyia uchawi lakini ameficha, anamwambia dua. Ipo hivi kwenye Qur'an al-Karim, kuna Allah amesema hivi, hunna ayatun muhkamat wa ukhra mutashabihat. Kwenye Qur'an kuna aya ambazo muhkama, zenyewe zipo wazi, hukumu zake zipo wazi, hazina kificho wala hazina mafumbo. Na kuna aya kwenye Qur'an al-Karim inakuwa mutashabihat, zenyewe tafsiri yake maana zinakuwa zina utata. Mnafahamu? Fa amma alladhina fi qulubihim zayg, mnafahamu, ahlul ilmi ambao vifua vyao vina zayg ni maradhi. Ahlul ilmi ambao vifua vyao vina maradhi, yattabi'una ma tashabaha, wanafuata aya zenye utata. Lima, kwa nini? Kwa ajili ya kwenda kuchukua hela za Waislamu kinguvu. Mfano, Sheikh ameweka madrasa au kilingi au ofisi, wakina mama, hasa kina mama wanakwenda pale kwa lengo la shida zao. Bwana, mwanangu anaumwa. Sheikh anamwambia hiyo dua yako ili nikuombee kwa Allah. Wenyewe waseme Allah, wenyewe wasema Mungu. Yaani mpaka kusema Allah wanashindwa, midomo imekuwa mizito. Shetani amewakaa kwenye ulimi, anasema Mungu. Ili nikuombee kwa Mungu, hiyo dua yako inahitaji milioni 2 na beberu mwekundu. Unafahamu? Huyo ni shekhe. Kwa hiyo maana yake nini? Haula fi qulubihim marad yattabi'una ma tashabaha, wanafuata aya zenye utata kwa ajili ya kula pesa za watu kwa dhulma. Kwa hiyo wama unzila ala almalakain, hiyo ndio aya ambayo inawapa nguvu na uchawi uliotelemshwa na malaika wawili. Wanasema ikiwa Allah kawapa malaika watelemshe uchawi, malaika kwa wanawafundisha binadamu uchawi, wakiwaambia uchawi tunawafundisha, lakini innama nahnu fitna, huu ni mtihani, fala takfuru, msimkufuru Allah subhanahu. Qaulini marududu, inarudishiwa kwa ahlu zayg, kwa mashekhe wenye tamaa. Kwa hiyo
maana yake ni nini? Wama unzila ala almalakain, na malaika hawakutelemsha uchawi, walakinna shayatina kafaru, mashaytan ndio wamekufuru, yuallimuna an-nasa as-sihr, wanawafundisha binadamu uchawi. Kwa hiyo uchawi awal sihr, uchawi wa kwanza umetokea Babel kwa wazungu wa kale, Babylon. Babel kwa leo ni Iraq, bilad Sham, Iraq, Lebanon, Suria, sio miji ya Waarabu, ni miji ya wazungu zamani. Waarabu walikwenda pale baada al-hurub, baada ya vita. Kwa hiyo uchawi wa kwanza umetokea wapi? Babel au Babil au bilad Sham kwa leo, ukaenea mpaka katika bilad al-Arab, ukavuka mpaka India na umeanza Iraq. Naam, umeanza Iraq. Mfano kwenye Qur'an Allah amesema hivi, kadhalik ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun au majnun, yani hakuna mtume yote isipokuwa katuhumiwa ni mchawi au majnun. Manake mpaka Nuh alayhi salam wao walimtuhumu kwamba Nuh lahu shay'un min as-sihr, Nuh hatumwelewi, ana kama vile uchawi. Na bahati mbaya, mashia na bahati mbaya, wana bahati mbaya, wanasema Suleiman pia alikuwa mchawi, pete yake ilikuwa ina uchawi. Akhi, ikiwa Allah amesema wama kafara Suleiman hakukufuru, kwa nini midomo inakuwa mirefu? Unasema Suleiman ndiye alikuwa na aina ya uchawi. Umeelewa? Kwa hiyo mashekhe walikifanya wao wamefumba. Allah amesema hivi, amesema laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka alyawma hadid. Yani mimi ninachotaka kwanza ni da'wa muwahhada, dawa ya umoja. Mbili, nataka kuwafunulia watu waone on the ground yanayoendelea chini ya carpet. Mnafahamu kwamba mnapokwenda kwa mashekhe kwa lengo la kuombewa dua, mnafahamu, amwendi kuombewa dua. Mashekhe wameficha dua kwamba hii tunakuombea dua, pale mashekhe wameficha, lakini pale unakwenda kufanywa nini? Kufanywa sihr. Mfano wanasema kuna sihri nzuri, kuna sihri nzuri na kuna sihri mbaya. Yani kuna uchawi mzuri na kuna uchawi mbaya. Angalia, uongo hakuna mzuri wala mbaya. Waislamu kwenye vita vya Uhud wamepigwa. Kama kweli kuna uchawi mzuri, kwa hiyo Mtume Muhammad asingechukua uchawi ule akapeleka vita akafanya Waislamu washinde kwenye vita vya Uhud. Angalia, Allah amesema hivi, laqad wa'adakum Allah, ndio laqad sadaqa Allah wa'dahu, katika surah Al-Imran, laqad sadaqa Allah wa'dahu, Allah ahadi yake ya ushindi ilikuwa ya kweli, alifanya kuwa wa'dun sadiq. Tahussunahu biidhnihi, alipoweka ahadi mtakwenda kushinda kwa amri yake kwenye vita vya Uhud, ndio. Hata idha fashiltum, mlipopoteza ile vita Waislamu katika vita vya Uhud, fashiltum wa tanaza'tum fil amr min ba'di ma arakum ma tuhibbun, baada ya Allah kuwaonesha ghanima. Ilikuwa hivi, Abdullah bin Jubair baada ya Waislamu kumkata mkono aliyeshika liwa, bendera ya mushrikini, bendera iliyodondoka katika sheria ya vita, maana yake inabidi mtangaze ushindi. Waislamu baada ya kuona bendera ya washirikina imedondoka, walichokifanya wao wakaenda kufanya nini? Wakaenda kukimbilia ghanima kwamba tumeshinda. Abdullah bin Jubair anawaita, rudini, tunakuja kuzungukwa. Ile vita Waislamu wakapoteza kwa ajili ya tamaa. Yaani Waislamu, dini yao imekuwa dini ya mchongo, tamaa tangu zamani. Tumeeleka, yaani watu wanatamaa. Allah amesema hivi, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, miongoni mwenu waumini wapo ambao wanatamani na dunia, hawaogopi hata kula hela ya mtu kwa dhulma, hawaogopi. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na wapo miongoni mwenu wanataka nini? Ridha, wanataka radhi za Allah. Simenifahamu? Kwa hiyo kama kweli kuna uchawi mzuri, kwa hiyo Mtume Muhammad asingekusanya nguvu ya uchawi akauleta ushindi katika vita vya Uhud. Simenifahamu? Yani huo uchawi mzuri ni upi? Waulize mashekhe ili wa Rabbil Kaaba, na mwapie Allah, waulize mashekhe, tutajieni uchawi mzuri. Watakwambia kama imetokea vita inabidi tukusanye nguvu ya uchawi ili tukashinde. Mbona Mtume Muhammad kapiga kwenye vita vya Uhud? Angalia, vita vya Badri ni vita vilivyokuwa mbaya kwa Waislamu kuliko vita yote, mpaka Mtume Muhammad akamwomba Allah, Allahumma intasha la tu'badu ba'da hadha al-yawm, kama ukitaka tupigwe leo basi hautuabudiwa tena. Vita vya Badri ndio viliamua hatima ya Uislamu, iendelee Uislamu au ufe, lakini hakutumia uchawi.
Allah amesema hivi, tuliwateremshia junudi min almalaika, tuliwateremshia Waislamu malaika, sio mashaitani. Ukija katika sihri ya akhi, sihr ni quwwatu shaitania, ni falsafatu shaitania, ni lu'ba shaitania. Sio, nifahamu, ni nguvu kati ya binadamu na nani? Angalia, Allah amesema hivi, wa yawma nahshuruhum jami'an, siku ya kiyama nikiwafufua viumbe wote, thumma yaqul, wa fi qiraa thumma naqulu lilmalaika, kisha nitawaambia malaika, haulai iyyakum kanu ya'budun, je, binadamu walikuwa wakiwaabudu nyinyi malaika? Hilo jibu la malaika, qalu subhanak allahumma, hapana. Simenifahamu? Subhana maana yake imebeba majina yote ya Allah. Subhanak ay anta Allahu arrahmanu samad alwahid, mpaka mwisho. Ndio amesema hivi, bal kanu ya'buduna aljin, binadamu walikuwa wakimwabudu shaytan. Challenge, waulize mashekhe, binadamu vipi tunamwabudu shaytan? Je, tunakwenda katika kanisa la shaytan, tunakwenda katika msikiti wa shaytan, tunakwenda kumwabudu, au tunatumia vitabu vya shaytan? Kwa hiyo haya yote uliongea ya kusahihi na wazi kwa mashekhe na sihiri, kwa hiyo wanafanya tamaa. Afwa, angalia, fanya research mwenyewe mtaani. Mashekhe wote waganga, watu wao ni wauza drugs, unga, ndio watu wao karibu, na mashoga. Fanya research, yani hiyo inahitaji science. Fanya tu research, angalia mashekhe wanawapa michongo kina nani? Shoga, mashoga na wauza. Umefahamu? Kwa hiyo ukifanya research mtaani, angalia mashekhe wote wanaofanya sihr, uchawi, ushirikina, angalia watu wao wa karibu ni watu aina gani? Wauza madawa ya kulevya, watu wao wa karibu, watu wanaofanya liwat. Wengine hawaelewi liwat ni yani naita LGBTQ, yani mapenzi ya jinsia moja, yani mwanamke kwa mwanamke, mwanaume kwa mwanaume. Umenifahamu? Kwa hiyo hiyo ni sihr katika upande wa history. Uislamu, ukisoma ile baadhi ya vitabu vya mashekhe hao wanaoandika uchawi, wanasema kuna uchawi wa Kiislamu, yani kuna uchawi ni Uislamu umeruhusu uchawi. Ya akhi, kazi uongo. Mimi natoa challenge na challenge ulimwengu na challenge dunia, kama kweli kuna uchawi wa dini ya Uislamu, yani kama kweli kuna uchawi wa Uislamu, hatu burhana, leteni ushahidi. Allah amesema hivi, qul, Muhammad waambie, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, je, hiyo elimu ipo muwatolee watu? Ya akhi, vitabu vya uchawi vyote vinaitwa kutubu sir, vitabu vya mafichoni. Vitabu vya nini? Vya mafichoni, vitabu vya siri. Angalia nini maana ya sihr lugha. Sihr maana yake nini lugha? Mtume Muhammad kwenye Ramadhani anasema vipi? Tasaharu fa inna fi suhuri baraka, amkeni usiku mle daku. Kiswahili daku, Kiswahili amkeni usiku mle chakula. Usiku laila, usiku unaitwa sihran. Mnafahamu? Usiku ndio unaitwa sihran kwa sababu watuoni kwa macho. Ya akhi, sihr, uchawi, ma khufiya ma yu'malu ala al-khafa, ni jambo lolote linalofanyika kwa vificho. Ndio maana mama akienda kwa shekhe, bana niombee dua, shekhe amwambie kwamba dua tunayofanya hapa ni mawasiliano kati yangu mimi na shetani. Amwambie, anaomba hii dua, tunafanya nini? Tunamuomba Allah. Angalia masharti. Masharti yake nini? Lazima itakuwa damu, amwage damu. Simenifahamu? Ima mnyama au mtu, menifahamu, au kifaranga cha kuku, kifaranga kinachinjwa. Ya akhi, mashekhe wanaandika Qur'an kwa damu. Na wao wanafanya kwa wao wanalijua kabisa. Hawajui jahala. Allah amesema hivi, yudhillu man yasha, anamwacha apotee mtu anayetaka kupotea. Allah hawezi kupa hidayah ya akhi. Yani kwenye sihr huwezi kupewa hidayah. Huwezi kupewa hidayah kwenye sihr. Simenifahamu? Kwenye sihr ngumu kupewa hidayah illa man rahim. Allah amesema la yusalu amma yaf'al, haulizi anavyofanya, akiamua anaweza kupata hidayah, lakini ni ngumu kushtuka. Ipo hivi, mtu anapoamini ushirikina alafu ushirikina kwa wanampa hela, kuamini ngumu ya akhi, ngumu sana.
Ibrahim baba yake Azar alimwambia ya abat lima ta'budu shaytan, kwa hiyo namwabudu shaytan. Akamwambia yani baba namjibu mwanae, sikiliza, chagua vitu viwili, uondoke nyumbani kwangu au nikuue. Kwa sababu gani? Mchongo, yani huu ni mchongo, napata hela, nimekulisha Ibrahim mpaka umepua. Kwa hiyo unaponiambia lima aabudu shaytan, kwa hiyo namwabudu shaytan, chagua vitu viwili, uondoke au nikuue. Umefahamu? Kwa hiyo mtu anapoamini ushirikina, anapoamini uchawi, akawa anapata hela, sikiliza, nakupa challenge nyingine. Waganga wote mjini, mashehe wote mjini, wanawake wanne, yani mtu mmoja akaoa wanawake wanne, hana biashara, hana chochote, anaoa vipi wanawake wanne? Kwa sababu ya akhi yaamal yataajar, anapata ujira, anapata hela. Mimi na wewe hata tuzungumze mara trilioni wa elfu milioni elfu sana, miaka trilioni, hawezi kuelewa sana, mtagombana, mtapigana, au atakwambia wewe mtoto mdogo unajua nini, umezaliwa hivi unajua nini, wataka kunifundisha mimi mtu mzima. Sikilizeni, hivi vitabu ni vitabu vya uchawi, wanapamba uchawi wa Kiislamu. Hii ni vitabu vya uchawi, tunaelewa hiyo. Upande wa historia, hukumu ya akhi, uchawi ni haram albat, uchawi. Na kama wapo ulama wameikhtilafiana kwenye uchawi, kadhabun. Abu Bakar, Uthman bin Affan Dhunnurain, Al-Faruq Umar, Ali bin Abi Talib hawajawahipo kuikhtilafiana kwenye uchawi, yani hawajawahi kufanya discussion, je, uchawi unafaa au ufai. Zile quruni al-mufaddala, zile zama bora, hawajawahi kuikhtilafiana kwenye uchawi kwamba uchawi unafaa au haufai. Uchawi umekuja kuikhtilafiana zile nyakati za tamaa, umefahamu zile nyakati za tamaa. Ndio, je, kuna Uislamu kuna uchawi mzuri na kuna uchawi mbaya? Hakuna uchawi mbaya, hakuna uchawi mzuri. Angalia ikiwa Allah anasema hivi, wayataallamuna fayataallamuna minhuma ma yufarriqu bihi baina almar'i wa zawji, wakawa binadamu wanajifundisha uchawi kwa mashaitani, uchawi ambao kwamba una nguvu wa kumfarakisha, wa kumtenganisha, wa kumgombanisha mke na mume. Vipi unaniambia kuna uchawi mzuri? Vipi unaniambia uchawi mzuri? Hakuna uchawi mzuri, ni khud'a, ni uongo ambao sisi Waislamu wadogo tumewekewa. Alafu sisi mizizi inazima sauti. Ukijaribu kuzungumza na wewe bwana bado mdogo, wewe ukaelewa. Umenifahamu? Wewe hivi kujua uchawi kunahitaji elimu kubwa. Kujua huu uchawi kwamba hapa shekhe kachinja kaandika Qur'an kwa damu ya hedhi, kunahitaji elimu hapa. Shekhe, mimi nina ushahidi, mashekhe wanaandika Qur'an kwa damu ya hedhi, mashekhe wanaogesha wakina mama, na ushahidi, kila aina ushahidi unajua wewe, mimi nao. Alafu bahati nzuri afuna bahati mbaya kwa mashehe, naelewa kila kitu, naelewa. Sasa Ustadh Ramadhani, kwa hiyo hili tunaliongelea vipi hili mashehe? Yani tumesema hivi, Allah amesema fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabah, wale mashehe wenye vifua vya tamaa, wenye maradhi, wanafuata aya zenye utata, alafu anawapelekea waumini. Umeona hii aya hii, huwezi kaelewa aya hii, wanaelewa watu wakubwa hivi. Angalia Allah amesema vipi, fusilat ayatuhu bilisanin arabi. Qur'an ni aya ambazo aya zake zimefafanuliwa vizuri, zipo wazi. Hivi kumuelewa Allah inahitaji watu wakubwa, wal kubaru albalad, wale maguji wa mji wa mjini. Inahitaji kweli kwamba aya hii inabidi tumtafute mufti aje tufanye nini? Hakuna kitu kama hicho. Mufti tahta qadami nnas, tahta qadami almu'minin, yupo chini ya miguu ya waumini. Umenifahamu? Ngoja nikupe mfano. Siku ambayo amekufa Mtume Muhammad, Waislamu kwa wanabishana, je, Mtume Muhammad tunamzika vipi? Walikuwa hakuna masahaba yoyote ambaye alikuwa ana ilmu vipi Mtume Muhammad azikwe. Walikuwa wanajua namna ya kumzika, lakini azikwe wapi. Abu Bakr Siddiq pekee alipoulizwa Mtume Muhammad azikwe wapi, akasema hivi, sami'tu an-nabi, nilimsikia mtume anasema hivi, ma min nabiyin idha qubid
illa yudfanu tahta mawjaihi alladhi mat, mtume yoyote anazikwa anapofanya nini? Alipokufa. Umenifahamu? Din, kwa nini nimekupa mfano? Dini sam'an, kaifa sami'na min an-nabi, tumefikia vipi kutoka nani? Kwa Mtume Muhammad. Ndio ad-din. Dini sio tumsubiri mufti, alafu na mufti tukimsubiri anakuja na uongo, anakuja na khud'a, anakuja na maneno ya uongo, zinatul qawli ghurura. Umenifahamu? Kwa hiyo dini ya Allah ipo wazi, sio dini ya vificho, kwamba kuwapeleka wakina mama chemba ukawaambia sikiliza, hili nikusomea hapa, tia milioni 2 na kufanyia dua ili mtoto wako apone. Kwa Uislamu kuna ruqya. Waislamu wafanye nini ikiwa kuna uongo na huku watu wanaumwa? Waislamu wafanye nini? Ar-ruqyatu shar'iyya. Ruqya an tuhallila al-mushkila. Maana ruqya ni kuondoa tatizo lilokuwepo. Matatizo ya Uislamu yanaondoka kwa nini? Kwa Qur'an al-Karim. Sikiliza, Qur'an imeanza na sura gani? Qur'an imeanza na suratul Fatiha, imemalizika na nini? Na suratul Nas. Suratul Fatiha Allah amesema vipi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe Allah ndiye tunayekuabudu. Ma maana al-ibada katika lisan arabi al-fasih? Al-ubudiyya kullu harakatin khidmatun ilahiyya ijlalan wa ta'dhiman wa ikbara. Movement yoyote kwenda kumtukuza Allah ni ibada. Wa iyyaka na'budu, wewe Allah ndiye tunayekutumikia pekee. Wa iyyaka nasta'in, na wewe Allah ndiye tunafanya nini? Tunayekutaka msaada. Angalia, je, msaada wa Allah una masharti ya wanyama kwamba lazima uchinje beberu, lazima ukapindue basi ya mkoani? Simenifahamu? Hapo masharti. Na kama Allah subhana ametaka hivyo, ilikuwa haina haja kwenda kumwabudu Allah ambaye ataka watu wafi. Labda Allah Mungu maembe sokoni, lakini Allahu la ilaha illa Allah hawezi kuja na masharti ili niwape msaada basi chukueni wewe kina mama, ili niwape msaada basi chinjeni hapo beberu akaleshee na wake zake wanne. Haipo hivyo. Simenifahamu? Kwa hiyo iyyaka na'budu, wewe ndio tunayekutumikia, wa iyyaka nasta'in, na wewe ndio tunayekutaka msaada. Hiyo ni suratul Fatiha, sura ya mwanzo katika utaratibu wa Qur'an. Angalia sura ya mwisho, qul Muhammad, waambie a'udhu bi rabbin nas, mimi Muhammad najilinda kwa nani? Kwa Allah rabbul alamin, na sio kwa mashaitani. Malaika Allah anawaambia haulai kanu iyyakum ya'budun, wewe binadamu walikuwa wakiabudu nyinyi malaika. Qalu subhanak bal kanu ya'buduna aljin, walikuwa wakimwabudu shaitani rajim, walikuwa wakimwabudu shaitani. Shaitani ndo amekuja na ta'widh ili upate kinga, lazima ufanye nini? Uvae hirizi ambayo imeandikwa kwa damu ya panya. Ayat Kursi inaandikwa kwa damu ya panya, kwa damu ya hedhi. Alafu naambiwa ngoja nikupe ajab. Wanasema hivi, mwanamke ambaye abebi mimba, simenifahamu, achukue kitambaa cheupe, achukue na pembe la mnyama. Kile kitambaa cheupe kinaandikwa talasim, kinaandikwa zile rumuzi shetani, zile alama za mashaitani, kinaandikwa na amana rasul, si ndio? Kisha kitambaa cheupe kinafungwa kwenye nini? Kinafungwa kwenye hirizi, kwenye ile pembe. Alafu mwanamke inabidi afanye nini? Adumbukize sehemu zake za siri. Umenifahamu? Ndani ya wiki, alafu baadaye amfuate mumewe jamiuha, anabeba mimba. Wanafanya ikhwanna, mashekhe wanafanya. Wallahi hiyo Rabbil Kaaba wanafanya. Na hata ushahidi minna, kipo kitabu kimetoa maelezo hayo. Ili mwanamke, kuna nyingine, ili mwanamke abebe mimba andike talasimu avae hapa, kisha akakutana na mumewe atabeba mimba. Wanaandika mashekhe. Kwa kumalizia katika topic hii, ni topic nzito ambayo watazungumza watu wenye kulubu tahir, watu wenye vifua ambavyo ndani yake havina makorokoro. Ulama hii mashekhe wanasema kuna uchawi mzuri, uchawi mbaya. Hii watu wenye kulubu tahir. Kwa hiyo kwa kumalizia, uchawi ni haram, uchawi hauna discussion, uchawi hauna msamaha. Waislamu hamtakiwi kumsamehe mtu mchawi ambaye kwamba yufarriq buyutakum. Hamna uchawi mzuri na hakuna uchawi mzuri. Mnafahamu uchawi wote ni nini? Ni mbaya. Kwa sababu Allah amesema wama kafara Suleiman wama unzila ala almalakain. Tumesema ma ni nafyu na sio mausul, maana yake wama unzila ala almalakain ay walam yunzil Allahu sihra ala almalakain.
Allah hakuteremsha uchawi kwa malaika wawili. Umenifahamu? Kwenye mada hii toki tu hapo na hiyo ni miongoni mwa kuwafichua wale ambao wanakwenda kufanywa dua wakiona kuna vitu vya kuchinja ama mbuzi ama kuku, hujue hapo hamna dua. Hiyo ni shirki, kwa sababu kwenye swala kumwomba Allah halihitaji nini? Halihitaji masharti kwamba uje saa 2 asubuhi au saa ngapi, uje na kitambaa chekundu, uje na nazi 8. Swala la kumwomba Allah subhana halihitaji nini? Halihitaji masharti, isipokuwa Allah subhana amesema, wa idha sa'alaka anni ibadi fa inni qarib, mimi Allah nipo karibu. Mtume Muhammad anasema aqrab ma yakunu baina al-'abdi wa rabbih, sehemu ambayo mtu anakuwa karibu na Allah fi sujud. Unaposujudu muombe Allah subhana, Allah nataka kadha, nataka kadha, nataka kadha. Kwa Allah anaomba kwa majina yake, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, Allah na majina mazuri muombe. Ni mfano, angalia, kuna jini mmoja na trendi mitandaoni, ana trendi kwenye vitabu. Angalia, anaitwa Kamkusu. Kamkusu anaitwa Kamkusu. Kwa yule shekhe ambaye kabla ya dua anasema ya Kamkusu, ya Kamkusu, mwambie una watoto 8. Je, yupo mtoto wako utakayependa tumuite Kamkusu? Hawezi kukubali. Alafu anasema Kamkusu jina la Allah. Vipi Kamkusu jina la Allah? Hapo wewe shekhe mwanao unataka aitwe Kamkusu. Ya akhi, Kamkusu ni jina la shetani. Lakini Allah amesema vipi? Fakashafna anka ghita'aka al-yawma fabasaruka al-yawma hadid, tunawafunulia macho yenu leo, macho yanakwenda kuwa vyuma. Kwa mimi ninachokitaka na watu wote, nukshif al-ghita', wakunjulia waislamu ghita' macho yao, fabasaruhum al-yawma hadid, baada ya leo macho yao yawe kal hadid, kama vyuma, wanaweza kuona hapa shekha atakulewa yangu. Hii sio dua. Hii ni uchawi, ni shirku billah. Na shirku billah hauna udhur, hauna musamaha mbele ya Allah. Amesema la yaghfiru man yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu hawezi kumsamih mtu anayefanya ushirikina, anakwenda kumsamih yoyote atakayefanya dhambi, lakini sio dhambi ya nini? Sio dhambi ya ushirikina. Kwa hiyo ushirikina hauna discussion, hatuwezi kumjudge, kumjadili na kumwekea kikao mshirikina yoyote. Na kwa kumalizia, ipo misikiti wanaoswalisha ni watu washirikina, waganga, wachawi. Umenifahamu? Ukiwa una ushahidi kwamba huyo anayetuswalisha pale, utakiwa kuswali katika msikiti ambao imamu wake mshirikina, kwa sababu la yu'adhar, hawezi kupewa udhur. Mshirikina la yu'adhar fi samaa wala fi al-ardh, hawezi kupewa udhur mbinguni na ardhi. Umenifahamu? Kwa hiyo ipo hivyo, tuweke kitu hapo. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.